Na utajiuliza kwa nini nimeanza na hii nyimbo. Ni kwa sababu unajua watu mvua leo kwanza imenyesha. Ndio. Lakini kingine watu bwana nimesikia mna uhaba wa maji. Ila ndo tuseme kwa sauti namna hiyo. Unajua ile unanongoneza kwa sauti. Sio poa. Of course swala la uhaba wa maji bana maeneo mengi sana maji hakuna. Lakini uzuri tulipata taarifa ambayo iliweza kutolewa kutokana na mvua ambazo zimechelewa, si ndio? Ndio pia zimesababisha. Lakini moja ya taarifa ambayo pia tutapata kuwa nayo kwa siku hii ya leo. Vipi mtaani kwako kuna maji? Sasa unajua mtaani kwako hujajibu. Maana ndo swali tunaanza na wewe alafu msikilizaji wa Malkia atatuambia na yeye. One thing about mtaani kwangu nadhani hakuna maji. Lakini na kwa nini nasema mimi nadhani? Ni kwa sababu mimi pale ninapokaa baba mwenye nyumba wangu kusema kweli kajitahidi. Maji huwa yapo kwa sababu tunakisema. Kwa hiyo mimi niuiege vigumu hata kuja kushtuka mpaka nisikie story. Hatuna maji na like hivi kumbe hamna maji. Pale kwangu mimi bwana tuna maji. Lakini mtaani najua hakuna maji kwa sababu story za kutokuwa na maji nimezisikia sana. Watu wanalalamika kwamba hakuna maji. Kwa I hope nimekujibu swali lako. Umejibu vizuri sana. Vipi hapo nyumbani kwenu kuna ka space? Au ndo wote tutakuwa tunatokea sehemu moja? Kwa kweli ukaribie tu, usema tu ni shamba, sijui kama utaweza. Haya ni malupulupu. Mbona umeweza? Yes, ni moja ya malupulupu ambayo mimi nimeyapata kutokana na kukaa kwangu shamba. Kwa hiyo shamba umenufaika. Kidogo Mungu ananibalansia na napata shida sehemu fulani lakini sehemu fulani pia naweza kukava. Mimi nimesikia wakati mvua yanyesha asubuhi, watu mbio wanafungua milango. Unajiuliza tu wanaenda wapi? Kumbe wanaenda kukinga bana maji ya mvua. Yaani kwamba kama tumekosa haya, basi haya ambayo yanatoka moja kwa moja kwa Mungu ngoja tuyachukue. Kwa watu asubuhi wakaanza kupurukushani walau wapate maji ya wafanye usafi na vitu kama hivyo. Lakini ni adha ambayo imeweza kuonekana kuanzia mwishoni mwa wiki iliyopita. Kulikuwa hakuna kabisa maji na watu wanayasubiria hasa. Sawa. Ni Jumatatu nyingine tarehe 8 Disemba mwaka 2025 ambapo tumekutana tena kituoni kwa ajili ya mambo mawili matatu. Safari yetu kama hivyo unavyojua huwa tunaianza mapema kabisa mpaka baadaye tukikuletea habari tofauti na huyu hapo unayemsikiliza anaitwa Kunzipora, host wako kituoni kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini huwa sikogo peke yangu. Surely. Huwa niko na mwenzangu wa kusikilizana kituoni. Rosemary Ngoda. Yes, karibu sana kituoni Rosie. Asante sana shakaribia. Unajua tunapokuwa tunaianza wiki mambo yanakuwa story kama zote na vitu kama hivyo, lakini vitu vingi ambavyo tunakuwa tumemwandalia msikilizaji wa Malkia Choice FM, chaguo la Malkia. Sawa, nambari yetu ya studio ya kututumia ujumbe utuambie mtaani kwako kama una maji au hauna, lakini pia unafanyeje ili kukabiliana na adha ya maji. Hii tutarudi nayo baadaye tujue unawezaje kufanya ili maji kama hivi yakikatika sometimes how do you do. Yes, na nambari yetu ni 0738746746. tutumie ujumbe hapo mtaani kwako maji yapo, na kama hayapo unafanyeje basi ili kuhakikisha maji unayo. Lakini kama hayapo pia ni mtaa gani ili Rosie ahamie. Maki Rosie anataka kweli ni mtaa gani ili Rosie anatafuta mitaa ambayo maji hayakatiki mara kwa mara. Na watu wa Tanga tutapata katika frequency 101.9, Moshi kule 99.5, Arusha ni 106.1, Shinyanga bila kusahau 103.1, Mwanza unatupata katika frequency 104.1, bila kusahau watu wetu wa Bukoba ni 105.3, Dodoma 102.5, Mbeya 99.7, Mtwara 91.3. Nitairudia frequency ya Mwanza kwa sababu watu wengi wa Mwanza huwa wanatuulizia sana like frequency ni ipi. Naomba nirudie hapa ili kama mtu anatusikia sasa hivi. Frequency ya Mwanza ni 104.1, na kama unatuconnect basi kituoni na mitandao yetu ya kijamii Instagram, tafadhali tuachie pia hapo ujumbe kupitia kwenye post zetu tofauti ambazo tunaziposti. Instagram account yetu ni Malkia Choice FM, TikTok Malkia Choice Media, Facebook pia Malkia Choice Media. Pia unaweza kusubscribe ukashare kupitia YouTube channel yetu ambayo iko live right now, na
inaitwa Malkia Choice FM na kituo kipindi 1 ni kituoni. Yes, kwa hiyo tuko hapa sasa hivi mpaka masaa fulani vya saa 4 kukuletea habari kadha wa kadha. Tunarudi pale kwenye lile swali ambalo nilikuwa nakuuliza Rose. Sasa kama mfano kama maji peke katika, maana wewe ndio umeniambia nyumbani kwako maji yamekatika. Mtaani, sio nyumbani tu. Actually yes, mtaani kwako. Sio kasema wewe hajalipa bili. Yes. Mtaani kwako sasa huwa mnafanyaje sasa ili kuhakikisha kwamba mnapata maji? Na sasa hivi mnatumia mbinu gani pia kupata maji? Ya kwa sasa mfano kama mimi kwangu mswano kwa sababu uzuri bana kabla hii kukatika kwa muda huu mrefu yalikatika kama siku 2-3. Kwa hiyo yakashtua. Kwa hiyo kilichotokea unajisikia ile fill in the blanks. Yes. Kwa hiyo kilichofanya ikabidi sasa tujaze. Yaliporudi tu. Yaani walipokuwa nasubiriwa basi jaza. Kwa hiyo unaenjoy maisha, ila sasa inakupa alert kwa sababu kadri siku zinapozidi kwenda ina maana umeshatumia kiasi fulani. Kwa hiyo yaliyobaki unajiuliza hivi haya nitatoboa kweli na hizi shughuli za nyumbani, lakini pia kuna kutoka na mambo kama hayo, lakini yani actually matumizi ya maji ni mengi hata kama ukisema unajaza sana, kwa sababu hata wenye tank ina maana kama ulikuwa nayo kiasi fulani, ana familia, watoto wamefunga shule, unaweza ukaelewa hiyo adha inakuaje. Ina maana pia anapungua kwa sababu hayaongezeki, yanaendelea kupungua. Atafika hatua pia na yeye atarudi kwenye changamoto kama changamoto haitakuwa sorted, lakini tunaamini leo yanaweza katoka. Kwa sababu kila siku tunafanya tukiamini labda leo, labda baadaye, labda usiku. Kwa hiyo hata kulala unalala kwa kusikilizia. Ndio. Wamesema lakini mamlaka kwamba maji yanaweza yakachukua how long? Kwa kweli kwa how long sina hiyo taarifa kwamba atachukua muda gani. Lakini ni moja changamoto ambayo imeonekana sio kwa Dar es Salaam tu, lakini pia hata katika mkoa wa Pwani. Okay, sawa. Lakini huwa kuna namna ambazo unaweza kuzifanya pia wakati huu kama maji yakiwa hivi ya shida. Unaweza kutumia mbinu tofauti. Cha muhimu nadhani kwa Dar es Salaam, najua hata kama kuna sehemu ambayo kuna mabomba, jitahidi uwe na vile vitu vya kutunzia maji. Tank, naona wengi wana matank. Kwenye nyumba hizi. Kwa mtu binafsi unaweza kununua hizi nanili kubwa kama madiaba. Kutunza tu in case kama yakipata changamoto. Lakini kingine pia mnaweza mkafanya hii mambo ya reuse. Hakikisha ile maji ambayo unatumia kwa ajili ya kitu kingine, tumia tena kwa ajili ya kitu kingine. Unanielewa? Umefua wewe sasa unanielewa. Ndio. Ili upunguze sasa matumizi kwamba kama nimefulia inabidi nifanye kitu kingine. Kwa at least unakuwa unafanya matumizi mawili. Sawa. Haya, natumaini hizo mbinu chache basi zitakuwa zimekusaidia kama mtu unapitia sasa hivi changamoto ya maji. Kwa kweli mimi sipitii, lakini tuko pamoja. Enjoy. Najua unaendelea kutuombea basi ikae sawa. Lakini moja ya changamoto ambayo nimeiona pia sana hata kwenye mitandao huko wakiwa wanaisemelea, lakini pia hata barabarani unakutana na watu sasa wametoa vyombo vyao vya maji. Unajiuliza sasa huyu anaelekea kona gani? Yaani kama ile kuna maji mtao, watu wanafunga safari, wanafuata. Ndio, mtu anakodi usafiri kama ni bajaji au nini, anajaza madumu yake 10-15 yale yanayotosha, basi anaenda kukinga, akirudi anaenjoy maisha. I say. Haya. Kutoka kwenye kituo cha makusanyo ya familia mpaka kituo cha usafiri, kupelekao kwenye kituo cha utafutaji. Tena baada ya kuweza kupata break fupi sana kupitia 0738746746 unaweza kushiriki kwa kuandika ujumbe wako mfupi kama unayo nukuu yako ya siku na jambo ambalo unatamani kuweza kutushirikisha, au wewe kushiriki moja kwa moja ukiwa maeneo mbalimbali Tanga, Moshi, Arusha, Shinyanga, Bukoba, Dodoma, Mbeya na Mtwara. Tuambie ukiwa unatusikiliza kutokea pande hizo hapo. Na kwa wakati huu bana tunaenda katika quote of the day, nukuu ya siku. Na unajua kama ambavyo nilikwambia Zipora, weekend ina mambo mengi sana, lakini pia ni muda ambao watu wengi hutumia kutulia, si ndio? Kwa mimi bana nikiwa katika kutulia nikawa nasikiza burudani. Wewe pia uliniambia ukiwa unataka kujiweka siku yako sawa wewe unasikizaga nyimbo kali, si ndio? Basi na mimi nikiwa nataka kutulia na kuwa napata muda wa kuweza kusikiza burudani. Ngasikia kuna wimbo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na neno usiniharibie. Ukanipa muda mwingi sana wa kumeditate, wa kutafakari.
Sasa katika nukuu ya leo, kitu ambacho natamani tuseme ama tushirikiane ni kwamba tusiwe na kawaida ya kumharibia mtu. Kama wewe huna mahusiano mazuri na mtu fulani, usitamani watu wote walokuzunguka au waliomzunguka wamchukie. Kabisa. Sawa? Hivyo yani, short and clear. Kwamba tusiwe na kawaida, usiwe sehemu ya kumharibia mtu. Kwa sababu wewe hauponei sawa. Yaani kama wewe hauponei sawa, basi hakikisha kwamba ni wewe na huyo mtu. Hii ni ile ya kurithishana ubaya. Yeah. Yaani unataka wewe kwa sababu tumekosana basi na marafiki zako wote tusiwe nao sawa. Unashindwa kuelewa kwamba mimi nikikosana na wewe ni mimi na wewe. Tumeshindwana mimi na wewe. Lakini haimaanishi watu wengine nao tumekuwa tumeshindwana nao. Na mimi hicho pia kiliwahi kunifundisha pia kitu hapo kutokurithi adui wa mtu. Tuko na siku tulidiscuss hapo. Watakuja kupatana, wewe utachuna namna ya kurudi. Yaani adui wa mtu ni adui wa mtu. Usimrithi. Ndio. Hakikisha huyo mtu amekufanyia na wewe ubaya, ndio useme okay, tumeshindwana hapa. Lakini kama otherwise hajakufanyia chochote, kwa nini urithi adui wa mtu? Haifai. Unaelewa? Kwa hiyo tengeneza maadui zako. Basi. Maadui wa marafiki zako na maadui wa marafiki zako. Haijalishi rafiki yako akiwa na adui, awe tena na wewe ni adui yako. Na wala lakini kuna mtu ambaye ni rafiki hataki. Yaani kama mimi na wewe Zipora ni marafiki, mimi nimekosana na fulani, na wewe kwa nini upatane naye? Kuna watu hawataki hiyo. Hivi hiyo iko sawa pia? Is it okay? Pia wakati mwingine inaweza sio okay, kwa sababu unaweza kujikuta na wewe pia umekuwa source ya kitu fulani. Either unaweza ukazidisha uadui kati ya watu wao wawili, kwa sababu tutakuwa mtukati, si ndio? Kuna uwezekano huyu ukawa sehemu ya huyu kumsema huyu kumsema huyu, taarifa za huyu akazipata huyu na huyu akazipata, kwa sababu wewe uko pale katikati kama daraja. Na hiyo pia lazima uiangalie, si ndio? Lakini point kubwa sana ambayo tunayo ni hiyo, kwamba hakikisha kwamba hauna kawaida kumharibia mtu, kwa sababu kiuhalisia hauwezi kunufaika hata ikitokea ukiwa umemharibia mtu, labda katika eneo la kazi, katika eneo la mahusiano na watu wake wengine, hauwezi kunufaika. Kuna watu demani. Yeye anakaa kabisa anakuharibia. Kabisa mpango mkakati. Anakupangia. Yaani mtu ana mpango, yani nazo. Kwa sasa mwisho siku unabaki kujiuliza kitu kimoja. Ukishamharibia wewe unafaidika na kitu gani? Ndio wanasema hauwezi kunufaika, lakini kwake yeye kwatu. Hivi unajua kuna mtu ambaye yani hakosi sababu. Yani hakosi sababu kabisa ubaya. Yani atatafuta tu namna. Mimi hao watu nimeshawahi kuwaona, by the way, wanasemaga hizo nguvu ambazo unatumia kwenda kumharibia mtu, ungeitumia wewe hiyo nguvu ukaipeleka kwenye sehemu ya jambo lako fulani, ungefanikiwa sana. Kwa sababu unakuta watu wanapotezaga sana nguvu kwenye vitu ambavyo havifai. Wewe unatumia nguvu, mwingine anatumia hadi hela kuhonga au kumpatia mtu ili mfanye haribike. Sasa hiyo hela ungeichukua ukainvest nini? Ungekuwa mbali sana. Ungekuwa mbali. So that's call of the day kutoka kwa Birozi, ambao umetukumbusha tena kwa mara nyingine imekaa katika upendo. Ukiangalia vizuri Rozi hii katika upendo, na inazidi kuhamasisha tu jamii ile ambayo inapendana, na hata kama mtu akikukosea huna haja kwenda extra mile kumfanyia ubaya, kwa sababu mwisho wa siku pia ubaya una namna ya kumrudia yule aliyofanya mapema sana, aliyofanya ubaya. Unaweza ukaona kama umemkomoa mtu, lakini kumbe mwisho wa siku unazungukaga tu na kufanyaje, unakukuta. Sawa, that's call of the day, na tutarudi hapa kwa ajili ya Maga News. Kwa hiyo you stay here, you don't have to go anywhere. Na huyu hapa sasa hivi basi anayefuata anaitwa Mbosso, anakuambia For Your Love. Asubuhi tunarudi kwa ajili ya Maga News ya siku hii ya leo. Nyimbo kutoka kuisikia hapo ni ya Nandi, anakuambia leo, na sisi hapa kituoni tunakuambia leo. Habari ni mob kabisa. Na tunapitia zile kurasa za magazeti sasa ya siku ya leo, nini ambacho kimejiri kuanzia weekend ya Jumamosi, Jumapili na mpaka siku ya leo. Turudi kwa ajili
ya magazeti, lakini kuna kibonzo ambacho tulikiacha kuwauliza watu au swali la kuwauliza watu, mtaani kwako kuna maji, utuambie kupitia nambari yetu ya 0738746746. Tuambie hali ikoje mtaani kwako. Wewe maji unayo, lakini kama hauna unafanyaje kuyapata? Lakini pia wewe unatumia njia gani kuhifadhi maji? Unaweza kutuambia pia hapa kituoni, tukajua na sisi, au kwa mtu ambaye hajui jinsi ya kuhifadhi maji akajua wewe unatumia njia gani za kuhifadhi, ili kama changamoto ya maji kitokea basi unakuwa unaisolve. Yes. Haya, Biros, karibu sana kwenye magazeti siku ya leo. Sijui tuambie unaanza na gazeti gani ili tuweze kwenda kujua ni habari gani ambazo leo uko nazo kituoni. Haya, basi mimi leo naanza na gazeti huru la kila siku. Niko na Majira hapa, lakini pia tutapata wasaa kwa kuweza kuona taarifa mbalimbali ambazo zipo kwa siku ya leo kwenye vijiripoti ambavyo tunavyo. Na moja hapo ambao tulizungumza mwanzo ni kuhusiana na hilo swala zima la sakata la maji, si ndio ambalo tutapata kulisikia, lakini pia vile serikali ambayo imemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme TEMESA, ambapo pia katika gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, ndio moja ya taarifa ambayo imejaa hapa, tuseme ambayo imeweza kuchukua kurasa ya mbele kabisa, lakini ikiwa ni habari kubwa ambayo inasema bosi TEMESA achunguzwa hatarini kuburutwa kortini. Sawa, ambapo Waziri Ulega amsimamisha kazi barua kutoka kwa wananchi kuhusu mwenendo mbovu wa TEMESA ilipitia kwa Rais Dr. Samia kabla ya kufikishwa wizarani, mbivu mbichi kuwekwa hadharani, ukurasa wa 4. Ambapo kabla tujaisikia na kuiona taarifa kwa undani Zipora, kwanza kuna habari picha hapa ambayo inamuonyesha Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega akiwa amefuatana na baadhi ya viongozi siku ya jana huko jijini Dar es Salaam, wakati akiwa anafanya ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa kivuko cha Nyinyi Nyamisati kitakachotoa huduma kati ya Mafia na Nyamisati. Sawa, ambapo sasa serikali imemsimamisha mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme TEMESA ili kuweza kupisha uchunguzi wa tuhuma za uzembe, usimamizi dhaifu pamoja na ubadhilifu. Kwa ni habari picha, lakini kwa hapa ngoja nikwambie kidogo kuhusiana na hii taarifa, si ndio? Sawa. Ambapo taarifa hii kwa undani inasema serikali imemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi wa umeme TEMESA ili kuweza kupisha uchunguzi wa tuhuma za uzembe, usimamizi dhaifu na ubadhirifu dhidi ya viongozi wengine wa taasisi hiyo. Ambapo Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega alitangaza hayo siku ya jana Disemba 7 katika eneo la Mji Mwema, Kigamboni, Dar es Salaam, akisema hatua hiyo imefuatia malalamiko ya wananchi kuhusu utendaji wa taasisi hiyo, lakini pia matokeo ya uchunguzi wa tume iliyoundwa na vyombo vya serikali kuchunguza tuhuma hizo. Lakini ameeleza kwamba uchunguzi pia huo umebainisha ubadhirifu wa takriban shilingi bilioni 2.5 na kuunda kamati maalum iliyopewa siku 7 kuweza kuchunguza. Lakini kufuatia uchunguzi huo wa vyombo, Ulega amesema kwamba sheria itafuata mkondo wake kwa kuwahoji wahusika, lakini kufanya uchunguzi wa ndani, na kama kutakuwa na tuhuma za makosa jinai basi wahusika watapelekwa kwenye vyombo vya sheria. Kuna siri gani kati ya siku 7 na uchunguzi? Nadhani mara nyingi siku 7 huwa zinachukuliwa kwa sababu ndio wiki nzima. Kwa tukichukua Jumatatu mpaka Jumapili mpaka Jumatatu nyingine, basi tutakuwa tuna siku zetu 7, tutakuwa tumeshafanya uchunguzi wetu mzuri, siku zimetimia na weekend pia tumezipata. Kwa tukirudi sasa tunaripoti. Tuko na sauti ya Ulega hapa, naomba tusikize sasa, hapo tukirudi sasa tutakuwa tuna habari kamili. Yes. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan nimepokea barua kutoka kwa wananchi ya malalamiko yanayohusu utendaji kazi wa shirika letu la TEMESA. Barua ile imeeleza juu ya uzembe wa watendaji. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya upendeleo kwenye mambo ya zabuni. Barua ile ikaendelea mbele ikasema juu ya mambo ya ubadhirifu wa mali ya umma unaohisiwa na wananchi. Wananchi wamejiandika katika barua ile wao ni walalahoi. Tunayo hiyo barua. Imeandikwa kwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali iliamua kuunda
timu ya uchunguzi. Timu ile imeifanya ile kazi vizuri miwili, kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10. Imepita nchi nzima kukagua mwenendo na taratibu za shirika letu hili la TEMESA. Timu imemaliza kazi, imetuletea ile ripoti, na ile ripoti imebaini kweli kabisa kwamba uko udhaifu mkubwa sana wa kiutendaji, kwa uzembe, na uko ubadhirifu wa mali ya umma. Mamilioni ya fedha yametajwa na uzembe kabisa umetajwa katika ripoti ile ya siri ambayo tumepatiwa sisi. Ni ripoti ya serikali, na tume imenipa ushauri, imetoa ushauri wa kwamba ziko hatua za kuchukua. Moja, kutokana na jambo linalohusu uzembe, imeshauri nini cha kufanya. Na 2, kutokana na jambo la ubadhirifu wa fedha za mali fedha za umma, ziko hatua pia vile vile zilizoshauriwa. Sisi wizara ya taarifa hiyo ya bosi TEMESA akiwa anazungumza kuhusiana na uchunguzi ambao unaendelea, lakini hatarini kuweza kuburutwa kortini, ambapo amesema watakavyoendelea na uchunguzi, ukibaini kuna chochote ambacho kinahusisha sheria mbalimbali ziweze kufuatwa, basi sheria itafuata mkondo wake. Unajua uzuri wa Ulega tangu anaingia, kama unakumbuka kipindi kile anakabidhiwa majukumu haya, alisema kabisa he was really straight. Akawa anasema kuhusu atakayeleta mchezo kwenye kazi atamtoa. Na ndicho anachokifanya mpaka sasa hivi. Unaona kabisa anasimamia majukumu yake. Na Ulega mara nyingi ukimwangalia ni mtu mmoja mstaarabu sana, ila when it come to work he's straight and strictly. Ndicho ambacho tunachokihitaji by the way. Ni vitu ambavyo vifanywa utafiti, ufuatiliaji, lakini pia kama kuna kona 2-3 basi kuwajibishwa. Ndicho tunachokiongea, accountability kila siku. Watu wawajibishwe ili next time wasidhani kama vitu vya umma ni vitu vya kutumia za kufanyia ubadhilifu. Basi tukiachana na taarifa hiyo bwana, tunaambiwa mashirika asiyofanya vizuri kufutwa au kuunganishwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti hilo kwamba hakuna sababu ya kuwa na mashirika 100 yanofanya kazi ni 30. Kwa hiyo anaangaliwa kuunganishwa, kufutwa. Unaona, ndio maana anasema mashirika yasiyofanya vizuri kufutwa au kuunganishwa. Ni mashirika gani? Basi jichukulie nakala gazeti hili la Majira uweze kupata taarifa kwa undani zaidi. Lakini pia katika gazeti hili la Majira pia tunaambiwa TPTC ya wafunda wahitimu wake mafunzo afya ya akili muhimu, kwa sababu bana ukiwa unahitimu jambo au ukiwa katika hali ya kumaliza kitu fulani kuna matarajio ambayo unayo. Kwa hiyo yasipokuwa yamepatikana kwa wakati, kuvurugika ni jambo ambalo laweza likatokea. Sasa bana, ni maoni yangu mimi, sio kama ni kitu kimesemwa. Maoni yangu mimi. Sasa bana, kituo cha mafunzo ya ulinzi wa amani Tanzania TPTC kimewataka maofisa wa jeshi waliohitimu mafunzo ya kina ya afya ya akili na huduma za kisaikolojia pamoja na yale ya ugavi wa kioperation kuwa kielelezo cha ustahimilivu, ustawi na utayari wa kutekeleza majukumu yao. Ukurasa wa 2 inaendelea taarifa hii, utaikuta kwa undani. Sawa? Wakati huo kampeni haki wajibu wa abiria azinduliwa Mwanza, ambapo hii inatoka kwa mabalozi wa usalama barabarani RSA mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wamezindua kampeni ya abiria paza sauti katika kituo cha mabasi cha Nyamhongolo wilayani Lemela huko Mwanza. Kampeni hiyo kwamba abiria paza sauti. Kwa hiyo ni moja ya kampeni ambayo iko kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila abiria ana wajibu wa kwake wa kuongea, lakini wa kuhakikisha swala la usalama barabarani pia ni jukumu lake. Hii ndio ile ya kwamba ukiwa kwenye gari ukiona mwendo mkali unasema, au kuna zile namba unakuwa unabandika za kuona abiria wamekuwa too much, wamezidi, sema. Usikie tu kimefumusha siku limetokea ndio unaanza kuongea. Alikuwa sasa ongea upate hiyo fursa ya kuongea.
Mimi naonaga mara nyingi kwenye na unajua sasa hivi ndio watu wanasafiri wanakwenda mikoani. Unaonaga mara nyingi tu wanaongea, jamani dereva, hebu punguza. Na unajua akiongea huyo mmoja ndicho anachokifanya mara nyingi. Labda kama na wengine nao wanaitikia. Bwana sio sawa. Lakini kuna wengine pale wanaona yeye unani nakupa. Yaani unajua tunatofautiana sana. Wakati wewe ukiwa una nini waanza kukugeukia mtu. Wewe ne vipi bwana wewe jamani, lakini ndicho kinachotakiwa unless otherwise inabidi ifanyike njia bora zaidi. Hiyo ndio ambayo sasa hivi inatumika kusaidia kupunguza mwendo kwa madereva. Ajali kwa mtu tu kuongea, jamani hebu punguza bwana, huko ndani hujabeba mizigo. Unajua kauli kama hizo. Watu sisi hatuna haraka. Tunakia wapi? Lakini nadhani pia ni muhimu sana namba zile tu ziwepo. Kuna kwa na namba pale za dharura za kupiga, lakini sasa shida inakuja, labda utume ujumbe mfupi. Ukipiga isipokelewe? Sio ukipiga isipokelewe. Kuna watu wanaoga kwa sababu unaweza kupiga huyo hapo akakuona snitch. Na moja ya kitu ambacho watu wanaogopa hata kutoa taarifa, sio tu za barabarani, hata matukio mengi ya uhalifu hata mtaani. Kitendo cha mimi natoka kwenda kumshtaki mtoto wa mama huyu, mama yake akinijua au mtu akijua mimi naonekana mbaya hata kama huyu kaua. Ndio kinachoogopesha wengi hata kwenye kutoa taarifa, hakuna uwazi. Na kukosekana uwazi, wajibikaji ni ngumu. Yes. Umeona? Kwa sababu atakuja mtu anajua kabisa alofanya tukio huyu, mtaje. Italeta uhasama watu bwana. Nyie angalieni, tunaangalia. Na ndio kinachotokea. Kinachotokea ndio hicho ambacho tunafanyaje? Tunakiona pia. Namba unakuta ziko pale, toa taarifa. Kuna watu tu ni maninja. Siku moja tu kuna huku barabarani akamsemesha dereva kakaza fuvu. Akapiga simu moja kwa moja Sumato. Kwa ile gari ilifika wakufika. Na ndio tunarudi kwenye ile pale, ukiwa kabla ujengie kwenye gari, hebu angalia namba za gari, chukua hizo details zote, kanazo tu. Kwa sababu hata pia unavotuma hiyo taarifa, lazima watakuuliza ni gari gani, ni namba gani. Kama sasa hauna, utabaki tumepita tu sasa hivi hapa kitoto, sasa magari yanapita mengi. Kwa hiyo kama unaenda safari ya mbali au hata safari ya karibu au gari yote ambayo unapanda, chukua namba, chukua details ya gari, kanayo, ili ukiwa unatoa taarifa iwe rahisi. Ni gari fulani, namba fulani, imetoka sehemu fulani, hivi na hivi na hivi na hivi, kupunguza ule usumbufu. Sasa si ndio? Sasa kuna ile umekata tiketi, imefanyika mistake, mnahamishiwa kwenye gari jingine, kwa taarifa ni gari unapanda silo taarifa kampuni hiyo lakini umehamishwa. Inatokeaga. Yes, inatokea sana. Watakuwa usafiri na gari la jioni, wameona la jioni abiria ni wachache, wote wanapandishwa kwenye gari la jana. Kwa hiyo unajikuta gari unasafiri nalo silo ambalo ulitakuwa usafiri nalo. Na details tofauti. Lakini hiyo ni sio mara nyingi. Ila mara zote ni vyema ukawa na taarifa husika, kwa sababu chochote chaweza tokea. CCM yawataka vijana kutokubali kutumika, ukurasa 16 utaikuta taarifa hapa. Lakini wakati huo pia CMA yatoa maelekezo ya mawakala wa ajira nchini, ukurasa wa 2 wa gazeti hili utaikuta. Lakini mazungumzo mpango wa amani yanasonga mbele, na huyo ni Zelensky, ndivyo ambavyo anazungumza, rais wa Ukraine. Alafu hapo bana ukurasa 19 utaikuta zaidi taarifa hii ikiwa inazungumza. Lakini kidokezo kabisa juu hapa gazeti tunaambiwa bana, athari za vinywaji vya kuongeza nguvu kwa afya ya binadamu, ukurasa wa 10. Janga lingine hilo. Wale watu wa kidogo tu naomba na nini? Unapiga asubuhi, unapiga mchana, unapiga na usiku. Yaani kuna watu hawawezi kufanya kazi mpaka amekunywa vinavyoongeza nguvu. Lakini na itokea utafiti kabisa kuonyesha jinsi gani ambavyo inaleta athari kubwa sana. Kuna watu mpaka wanalazwa. Wanalazwa, au kuna mwingine anakuwa ni kama ana addiction fulani hivi, hawezi kufanya kazi mpaka anywe hivyo vinywaji. Inasumbua sana, especially watoto wa kiume, by the way. Mazoea hujenga tabia. Anazoea taratibu, baadaye inakuwa ni tabia yake. Bana, hiyo ndio taarifa nilionayo mimi katika gazeti la Majira. Okay, sawa. Kuna habari hapa pia tumeongelea wakati tumeanza kabisa na habari ya maji, lakini ipo taarifa kamili ambayo ilitolewa na
na Waziri Aweso kuhusu changamoto ya maji iliyopo, lakini mbinu gani ambazo wanazitumia pia kutatua. Kwa hiyo nataka nimweke hapa umsikie kabla sijarudi na taarifa kamili. Okay. Usipende kujua ni nini ambacho alikiongea kuhusu hali ya maji ambayo wakazi wa Dar es Salaam na mikoa Pwani wanapitia sasa hivi. Huyu hapa ni Waziri Aweso. Ni eneo ambalo ni tegemezi kwa mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DAWASA juu ya uzalishaji maji kwa jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam linategemea vyanzo vya Ruvu Juu, Ruvu Chini, lakini eneo pia la Kigamboni, lakini na baadhi ya visima ambavyo tulivyokuwa navyo kwa ajili ya uzalishaji. Kwa eneo hili la Ruvu Chini lina uwezo mitambo yetu wa kuzalisha maji ya lita milioni 270 tukiwa katika hali ya kawaida. Lakini kwa sasa kipindi hichi cha ukame na uchelewaji wa unyeshaji wa mvua, sasa hivi uzalishaji wetu ni chini ya 50%. Sasa tumepata athari kidogo. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekuja kukisisitiza kwamba maji tulokuwa nayo kwa mamlaka yetu ya DAWASA yagawiwe utaratibu ambao ulikuwa sawia, kwamba sio watu fulani tu wanapata huduma wengine hawapati huduma. Kwa hiyo kwamba leo Magomeni, maeneo ya Tandale, maeneo gani yamepata huduma, basi kesho maeneo mengine yaweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo elekezo la kwanza kwamba hiki tulichokuwa nacho kwa kipindi hichi kigawiwe kwa usawa. Lakini jambo la pili, tulichimba visima maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Visima vile ambavyo tumevichimba viingize kwenye mfumo kuanzia sasa, ili viweze kuongeza uzalishaji, watu waweze kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Wapo wadau wa sekta binafsi kwa maana taasisi za dini wana visima vikubwa na wameendelea Mimi kule nilikotoka Rose, ndio visima ni vingi sana. Kitu ambacho nilipofika Dar es Salaam nikagundua kwamba watu wengi hawana utamaduni wa kuchimba visima. Lakini nikwambia ukweli visima vinasaidia sana. Na kitu ambacho Waziri Aweso pia amekisema ni pia uchimbaji wa visima, kwamba hata wao inabidi sasa waanze kuchimba visima ili viwasaidie kwa ajili ya utunzaji wa maji. Na ninadhani pia kuna haja ya wakazi wa Dar es Salaam wale ambao sasa wana makazi yao kuwa tuna visima. Ndio. Unaweza kuwa na tanki kwa ajili ya kuvuna maji, lakini kisima ni muhimu sana. Though kuna maeneo Dar es Salaam ukichimba pia maji sio ni maji ya chumvi, lakini atakusaidia. Na kingine pia nadhani kuna haja kama taifa au kama serikali kuwa na mbinu sasa mkakati ya uvunaji wa maji ya mvua. Kwa sababu maji mengi ya mvua huwa yanapotea tu bure. Kama umegundua. Kabisa. Hakuna namna ya kuyahifadhi yale maji. Kama pia tungekuwa kuna namna ya kuvuna maji ya mvua vizuri, tukawa tunayahifadhi, yakaingizwa hata kwenye system, si kwa shida inatokea kama hivi basi watu wanapata maji. Na kingine kama ulivyosema alivyosema kwa waziri, kuwa tuna vyombo vya kutunzia maji. Hata kama hakuna shida ya uwe nalo tu. Kuna siku litakusaidia. Kuna siku litakuokoa. Kabisa. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo ya Waziri Aweso. Ameongezea pia hapo kwa umuhimu wa kugawa maji. Mtaa ule mkiachia kama ulivyosema siku mbili zikitoka, ukajua tu hizi mbili unazitumia, itasaidia. Kama leo wamepewa watu wa upande huu, basi next time kwa ili huo mgao usaidie uwepo kwa na uwiano. Haya. Tunaendelea na taarifa tofauti ambazo tuko nazo kwenye magazeti. Una gazeti gani hapo mkononi? Gazeti ambalo ninalo hapa, hilo gazeti la Dira ndio hilo ambalo tumeliona pia likiwa na taarifa yake kuhusiana na Aweso kutoa hofu wananchi upungufu wa maji Dar es Salaam, si ndio? Lakini na taarifa hapa bana. Kuna gazeti nimeliona, gazeti la Nipashe kama sio Mwananchi. Taeka yote sawa hapa. Gazeti la Nipashe bana, katika gazeti katika gazeti la Nipashe bana, watoto 116 waweka makazi katika soko. Na hapa kuna habari picha hapa nikiwa namuona mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu akiwa hapa
katika gazeti hili la Nipashe, ambapo watoto 116 waweka makazi katika soko. Tunaambiwa ni umri wa miaka 7 mpaka 12 waishi kwa kuuza vifungashio, lakini umaskini, migogoro ya ndoa na pengo la malezi vyazua hofu kwa mustakabali wao. Serikali ya mkoa yaingilia kati kwa operesheni kali, ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Sasa naomba nimnukuu hapa kabla hatujaizungumza kidogo. Asema mkoa umepewa muongozo maalum wa kuhakikisha watoto wanatunzwa na kurejeshwa shuleni. Hatutaruhusu mtoto yoyote apotee kwa sababu ya migogoro ya nyumbani. Serikali inafanya kazi yake na inapambana kikamilifu. Hiyo ni nukuu ya kwake mkuu wa mkoa Kilimanjaro, Nurdin Babu, akiwa anazungumza na waandishi wa habari. Kwa bwana umesikia Zipora, watoto 116 ni wengi. Kuweka kambi ama kuweka makazi katika soko ni watoto wengi sana ambao unaona kabisa kwamba bado kuna elimu inahitajika kwao. Kwa sababu inatajwa ni umri wa miaka 7 mpaka 12. Ukiangalia umri huo miaka 7 mpaka miaka 12, ukiangalia ni umri ambao watoto bado wanahitaji malezi sana, kwa sababu vitu vingi wanapaswa kuendelea kufundishwa. Yaani vinatakiwa, kwa sababu ukiangalia umri ndio umri ambao tulikuwa tunafundishwa namna ya kufua vizuri, si ndio? Ndio umri wa kwanza shule. Miaka 6 sasa hivi 7 wanaanza darasa la kwanza, darasa la pili, unakuta huko ni watoto kabisa. Umeona? Lakini ndio umri ambao tumefundishwa sisi kufanya usafi binafsi, kufanya shughuli za nyumbani, kujifunza sijui kupika vitu vidogo vidogo na kupika pia. Mpaka miaka 12 mtu anajua kupika kabisa. Kwa hiyo umri huu ndio unaotajwa kwamba wanaishi kwa kuuza vifungashio. Hapa tunazungumzia mifuko, hii ndio sana ambayo wanauza huko katika masoko. Alafu niwaambie Rose, wengi wao wanatoka mikoani. Watoto wengi ukifuatilia wengi wanatoka mikoani. Mimi nishawahi kuongea na baadhi. Wao walikuwa Ubungo pale, watoto Ubungo. Nikamuuliza mmoja, wewe unaitwa nani? Unatoka wapi? Anakuambia kabisa niliondoka tena, wanaondoka wenyewe. Ukifuatilia wengi wanaondoka wenyewe nyumbani. Labda unakuta anaona labda mateso au kidogo amegombezwa siku 2 anazira, anapanda familia, anapanda basi anaondoka. Na kwa kupanda hata basi wanapanda kwa njia zile nyemera. Mwingine anajiweka tu chini ananilii, anashangaa amefika Dar es Salaam. Umeona? Kwa lakini ukiwauliza vipi tukurudishe nyumbani, kwamba natamani kurudi nyumbani kwa sababu maisha huko ni magumu. Kwa hiyo napitia changamoto nyingi. Napitia sana changamoto. Katili nini? Kabisa. Na wengi wanatamani kurudishwa. Kwa hiyo kama ikitokea namna ya kuongea nao na kujua wapi walikotoka au ndugu zao kama wana namba, wapigiwe simu tu waje wachukue. Kwa sababu baadhi wanatoka mikoani, wengine wana hapa Dar es Salaam. Hiyo njia ya kinyemela hiyo inanikumbusha tukio moja mwaka fulani. Nilikuwa katika safari zangu tu binafsi naelekea Tanga. Au tumefika Korogwe pale bana, mtu anashushua mizigo. Sasa anashangaa, mbona kama mguu? Umeona? Unajua nilizua taharuki. Wakaenda sawa Dar es Salaam bana. Kwa wote pale magari kutoka Arusha, Korogwe anapita, anaenda hivi, umeona? Kwa kufika Korogwe sasa gari la pembeni ambalo si wanashusha, tutakuwa panda sisi wanashusha. Na jingine nalo anashusha pia mizigo ya watu pale. Katika kuvuta anaona unajua unaweza ukashtuka. Kuangalia hivi ni watoto vijana wawili wadogo kabisa kama miaka 10, 11, 12 hapo. Wakashushwa, my dear friend. Kwanza walivyochafuka huo moshi. Hawafai. Yaani kama mtu alikuwa anafanya shughuli ya mkaa, anakaaje lile joto fukuto, anakaa mbaya sana. Wakatolewa vijana wawili pale, kuna kituo cha polisi pale. Mnye mnaenda wapi? Mna ndugu? Mmetoka wapi? Arusha. Kwa nini mmefanya hivi? Tunawapeleka polisi. Mmoja akaanza kulia. Umeona, kona nimeisha mimi. Hata safari haijafika. Kwa hiyo sasa kilichotokea ikabidi waseme waachwe hapa kituo cha polisi, ufanyike mchakato, warudishwe kwa sababu ni wadogo. Mnaenda huko mna ndugu? Hapana. Mnajua mnapofikia? Hapana. Na ndio hao sasa wanafikia mtaani. Wanaanza kufanya shughuli ndogo. Lakini mwisho siku utafanya shughuli ndogo zisipofanya vizuri, utaanza shughuli ndogo sasa unaanzia wapi mtaji? Nani anakuamini for the first time? Kwa sababu kumbuka unakuja huna begi, huna nguo, huna nini. Ndio kama hivyo sasa wako hivyo unavyoona. Kafika ndo kashuka Ubungo pale au kashuka Mwenge kule, Mbezi kule, kinachotokea mkachafuka vibaya sana. Wewe anakuja kuomba kazi, utamwamini, utamuelewa.
ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Yes. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa lakini ambacho kimenisikitisha zaidi ni kwamba umaskini, migogoro na malezi ndio imetajwa kuwa sababu kubwa ya hawa watoto kutokuwepo katika majumba yao huko, umeona, lakini pia kutokupata haki zao stahiki za kifamilia na nini. Kwa sababu ukiangalia umri anatakiwa aende shule, haki ya elimu ameikosa huyu, lakini pia ndio umri ambao anatakiwa aendelee kukua, apate elimu ya malezi sahihi, hata kama ni elimu ya dini aipate. Huyu mtu anakuwa haipati, mwisho wa siku hajulikani yuko wapi, yani anakuwa tu ana hang. Ni kitu ambacho huyu atakosa haki yake ya msingi ya elimu, ambayo tunakuja kuona tuko katika ulimwengu wenye competition, umeona, ulimwengu wa ushindani. Sasa amekosa elimu, hata kama ni ujuzi amekosa, anafanyaje huyu? Bado itakuwa ni tatizo kwake yeye na watu waliomzunguka. Umeona? Kwa hiyo lakini pia tukirudi tena katika hili swala mfano la migogoro. Inaweza kuwa migogoro inahusu baba na mama, si ndio? Lakini watu wengine wa familia wanamwaziaje mtoto? Kwa sababu sisi tuko kwenye familia ambayo unaangalia babake na mamake wako dawa na kula maisha. Yes. Watoto kaachwa pale kwa bibi au ni nyumba familia. Na mara nyingi ni wao wanakaa na bibi. Hawamwangalii. Haangalii, unakwambia unakuta hasa nyumba ambayo unakuta katika hiyo nyumba kuna mtoto mfano wa shangazi huyu yuko pale. Mama yake anatumaga vijisenti tunakula. Wa mjomba yuko kwenye ile familia, si ndio? Unakuta hapo kuna mama mkubwa, hapo kuna mjomba. Yaani nyumba ambayo ina watu wengi. Wakiangalia mtoto huyu hapatilizwi. Kwanza hataki kwenda shule, atusumbua. Baba yake yuko huko anakula maisha. Mama yake yuko Dar es Salaam anakula maisha. Hapo kumbuka hawako Dar es Salaam. Atajijua. Mtoto anakuwa mtoro, mtoto anakuwa mtukutu. Haangaliwi. Jamii kwa sababu inaangalia wale wazazi ambao ni watu wazima, ni watu wazima, wanaweza kufanya jambo lakini wenyewe wamekosa kufikiri zaidi na yule mtoto aliyomwacha pale. Wanamdhulumu huyu. Tufike hatua sisi watu wa familia tuachane kuangalia wazazi ambao wameamua kuishi maisha yao. Tudili na hichi kizazi ambacho baadaye kitatulaumu kabisa. Kwa sababu mwisho siku tunatengeneza jamii gani? Tunatengeneza vijana wapi? Kwa sababu hao ndio ni taifa la kesho. Na hawana elimu, hawana sehemu za kukaa, wanazunguka mitaani, wanafanya ajira ndogo ndogo, ndio hapo tunatengeneza vibaka, tunatengeneza wezi, kwa sababu watashindwa. Kama ulivyosema, hata muamini ampatie hizo kazi. Hana ujuzi, hana skills, hana elimu. Mwisho siku generation inaenda, wanafika miaka 18, 20 ndio hao wanakuja kuwa wanakuwa wanaishi pia wanaishi kwa maumivu. Yaani ukiachana kwamba hata mwingine unakuta kuna mwingine wala hata kuwa na tabia hizo za ovyo, lakini mtu anaishi kwa maumivu kidogo, amejichukia kidogo, ameona watu wale anachukia kila mtu, analaumu kila mtu, kwa sababu akija kiangalia wote tumelelewa nyumba moja ya bibi. Huyu mamake alikuwa na uwezo, alikuwa anapewa kipaumbele, kapelekwa shule. Mimi kwa sababu babangu aliamua kuwa hivi, ni wakaamua kunitupa. Shangazi alikuwa na uwezo wa kunisomesha, kaacha kunisomesha, anaweka chuki kwa shangazi. Anaweka chuki kwa mtoto wa shangazi. Wewe akishua mamako si aliamua kufanya hivyo. Yaani huyu mtoto anaishi kwa maumivu. Anaishi kwa maumivu makali sana, ambao kiuhalisia tufike hatua kama watu wa familia tunaamua kujenga familia moja, tuangaliane. Hasa tuangalie watoto wanaokuwa basi. Kama mzazi wake wa kike wa kiume kaamua kuishi maisha yake, muacheni dili na mtoto. Ila sasa watu wamekosa upendo kutoka mwanzo. Watarudi kwa huyu maisha. Hawezi kurudi, lakini kiuhalisia tunapaswa kurudi nyuma na kuangalia, kwa sababu ni kizazi ambacho tunakitengeneza. Lakini ongezeko la magonjwa ya zinaa nchini la shtua. Nimeshtuka. Umeshtuka nini? Si ongezeko la magonjwa ya zinaa nchini la shtua. Kwa nikashtuka. Hizi taarifa Rose unakuwa kama hausiki kabisa. Yaani sio vitu, yaani kama sio kweli. Mimi kuna mali nimejitoa. Na kujua hamna nilikojitoa. Ni kwamba amesema hivi la shtua. Kwa sasa alafu nikashtuka kwa sababu kitu kinachoshtua unatakiwa ushtuke. Wewe kama la shtua alafu umerelax. Zipora. Hamna kitu kama hicho. Tupatie hiyo taarifa tujue ongezeko linasababishwa kwanza na kitu gani. Mambo mengi. Sawa Sasa bana, magonjwa ya kuambukiza ya zinaa STDs yameendelea
kuwa changamoto kubwa kwa afya ya umma nchini Tanzania, ambapo ripoti za hivi karibuni zimeonyesha ongezeko la maambukizi hasa miongoni mwa wanawake na vijana, ambapo takwimu za Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi zimeonyesha kwamba kati ya Januari na Disemba mwaka 2025 zaidi ya wagonjwa 355 wameripotiwa kupata, yani wameripotiwa lakini pia wakapata huduma za afya. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ni kwa mkoa, kwa taifa au kwa kitu gani? Hii ni takwimu ya jumla hii. Takwimu ya jumla Okay, na hawajasema pia sehemu gani ambayo inaongoza zaidi. Basi tu kwa jumla kwamba ndani huko, kwa sababu habari ukurasa wa 3 inaendelea, basi inaweza kaonyesha katika hao mkoa gani na nini. Lakini ukiangalia juzi kati tulikuwa tuna ile siku ya nini ya ukimwi, si ndio? Tulikuwa tuna taarifa hizi za magonjwa haya, virusi vya ukimwi tuliona. Lakini pia wengi ambao wanapata magonjwa au ukiwa na kupata magonjwa ya zinaa mara kwa mara, kuna hatari kubwa sana kuja kupata maambukizi hiyo, kwa sababu ya vimelea vinakaa, wengine wanapata paka nini tuseme magonjwa ambayo yanasababisha makovu. Sasa ni rahisi kupata maambukizi pia. Okay. Yeah. Sawa. Sasa kwa taarifa. Nipashe hiyo mwanga wa jamii. Nipashe mwanga wa jamii ndivyo ambavyo inatuambia. Kwa hiyo bana, hiyo ni moja ya taarifa. Sasa bana, tufanye hii moja kabla hatujaenda katika habari za kimichezo, si ndio? Bana, kuna maonyo ya viongozi wa dini ambayo iko katika gazeti la Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo, ambapo mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Alex Malasusa amekemea matamko yenye lengo la kuigawa na kuchochea chuki kwenye jamii dhidi ya dini zao. Ambapo hii pia nimeiona sio tu kwa askofu, nimeona pia katika gazeti la Nipashe Mufti Zuberi akiwa anaonya matamshi yenye kuchochea udini. Iko kurasa wa 5 pia taarifa hiyo. Kwa hiyo akiwa anazungumza katika ibada ya uzinduzi wa jengo la kuabudia KKT usharika wa Madale Betheli huko jana Disemba 7, Askofu Malasusa ameshukuru wa Tanzania kwa kuitikia wito wa kanisa wa maombi kwa ajili ya taifa, lakini kuwaombea walioguswa moja kwa moja na madhara ya Oktoba 29. Naomba nimnukuu kabla tujapata kusikia sauti yake. Sawa. Sasa nukuu anasema, ninaomba wa Kristo, hivi karibuni nimesikia mwili wangu ukitikisika sana. Watu wameanza kunyoshiana vidole kwa dini. Ndugu zangu, kama kuna silaha mbaya na inateketeza jamii, basi ni masuala ambayo yanahusisha dini. Tumsikie. Ninawaomba wa Kristo, ninawaomba sana. Hivi karibuni nimesikia na mwili wangu ukatikisika sana kwamba watu tumeanza kunyosheana vidole kwa dini. Ndugu zangu, kama kuna silaha ambayo ni mbaya na inateketeza jamii yoyote, ni pale unapojiona dini yako, au umefanya hiki kwa sababu ya dini, au amefanya mwingine kwa sababu ya dini. Hebu tuziache hizo dini, tuone tu kwamba sisi ni watoto wa Mungu wa Tanzania. Mungu ameruhusu dini hizi kubwa mbili, wa Kristo na Waislamu, na hatujui kwa nini. Mimi nina hakika kila ninapomuona mtu wa dini nyingine naimarika zaidi katika imani yangu, na ndio ninaomba kwa kila mmoja iwe hivyo. Tumpende mtu si kwa sababu ya dini, na tusimchukie mtu kwa sababu ya dini. Tumchukie shetani kwa ajili ya uovu wake ambao unaingia ndani ya mtu. Yesu aliwahi kuwa na mwanafunzi aliyeitwa Petro. Alikuwa Simon, aliitwa Simon Petro. Wakati fulani Simon Petro ambaye aliteuliwa na Yesu mwenyewe, siku moja muovu alipomuingia, Yesu hakumuita Simon Petro, hebu rudi nyuma. Alimkemea shetani aliyoko ndani ya Simon Petro. Akasema, shetani, rudi nyuma. Yaani mtu haijalishi na dini gani, lakini shetani akiingia atakuwa muovu. Tupambane na muovu, tusipambane na mtu kwa sababu ya dini yake. Tuheshimiane sana ndugu zangu.
Ukiona katika kanisa hili, hata jengo hili, wapo watu wa dini mbalimbali. Umesikia taarifa hiyo ya Askofu Alex Malasusa, askofu huyo mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT. Askofu Alex Malasusa akiwa anakemea masuala ya udini. Mtu aajibishwe kwa kosa, sio kwa mentality. Mentality. I love that, Rose. You put it in a good way. Mentality ya udini. Yes. Ipo pia sauti ya Mufti ili to balance. Yes. Wale wote ambao wanasukumwa na kuhamasisha jambo la fujo na vurugu na uvujifu wa amani, waache kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo hakuna tija. Na sio tu tarehe 9 au 25, bali siku zote zinazokuja mbele, kwani kufanya hivyo kuna hatarisha maisha ya watu ambayo maisha yale yana thamani kubwa. Mimi napenda jinsi ambavyo ni wote viongozi wote wa dini ambao wameamua kwa mstari wa mbele kukemea haya mambo. Viongozi wote ukiangalia upande huu, maaskofu wanatoa matamko ya kukemea, lakini hata huku mamufti na watu wengine pia viongozi wa ibada hizo na makanisa hayo pia na misikiti wanasema, wanasema kwamba wanakemea mambo ya uvunjifu wa amani. Kwa ni kitu ambacho kinatia moyo kwamba bado tuko katika mstari wa mbele na tuna ajenda moja kama taifa, kukemea tu vurugu na kueneza amani. Na ndicho kitu cha msingi, by the way, na ndio nasema ni kazi moja hapo ya viongozi wa dini, kuleta mshikamano kwenye jamii, kuipa amani kipaumbele, kwa sababu ndio watu ambao tunawaamini wana dhamana kubwa sana kwa ajili ya kujenga jamii, unajua wale. Na unaona jinsi ambavyo hata matamko yao yanapotoka, watu tunakuwa attention sana, kwa sababu kuna watu wengi nyuma ambao wanawafuata. Unajua mambo ya kiimani ni magumu sana. Unajua kwa sababu unajua mambo ya kiimani, Zipora niongezee hapo, ya mtu analishwa ndani. Unaona? Ndio maana ikitokea kuna mvurugano, huyu mtu anakuwa na nguvu tuseme, au anakuwa na kitu, kwa sababu kinatokea ndani. Kwa sababu huyu mtu, kumbuka, tukiwa tunafundishwa shuleni, tunafundishwa tunakuwa tunavijaza akilini, si ndio? Lakini ogopa, tukiwa tunafundishwa kwenye nyumba za ibada, tunakuwa tunafundishwa unamlisha mtu wa ndani, unamlisha mtu wa ndani, na maana huyu mtu wa ndani anakuwa very strong. Yes. Umeona? Ni tofauti na huku tunaingiza vingi vya nini, tunasahau, tuna nini, kikiingia moyoni ni habari nyingine. Ni habari nyingine. Ndio maana wana nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanakemea, lakini pia wanazungumza na watu wao. Kwa hiyo ina maana huyu ambaye anatulisha ndani akifanya tu blanda kidogo, ametuvuruga sana. Umeona? Ndio maana unaona watu unapokuja kwenye swala la dini wanakuwa very attentive. Kwa sababu hiyo, kwamba ni rahisi sana hawa watu, kwa sababu tayari ndani wamejaa, na wakijeruhiwa ndani wanakuwa na ubaya zaidi kuliko. Sawa? Tuna kama dakika 8 tu hapa, na Fabi nimeshamwona, na Fabi hapa tupate update za michezo ili sasa tuendelee na vitu vingine kabisa. Fabi, karibu. Asante. Mko sawa? Tuko sawa. Tuko sawa. Ilikuwa ni nzuri. Yes, nashukuru Mungu kwa kweli. Atakuwa sio Simba huyo mpaka hapa, kwa sababu ya uso wake umeshindwa kuficha. Yaani tabasamu, umeshindwa kuficha hisia kabisa. Mambo yalikuwa mazuri wakati tunasema tunalia. Usinigombanisha. Fabi nishajua. Sawa, karibu. Asante sana bwana. Weekend imekuwa ni ndefu zaidi, lakini pia yako mengi ambayo yamejiri. Though kuna huzuni kidogo kwa mashabiki wa Simba, na hasa kwa kupoteza. Sio Simba. Sio Simba. Fabi sio Simba. Fabi sio Simba. Ni timu gani hiyo? Hapana, wewe sio Simba. Anakuambia huzuni kidogo. Huzuni kidogo. Ni huzuni kidogo kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu wampoteza mchezo wao muhimu, na hasa kwa kuzingatia ni kwamba ni timu ambayo watu wengi walikuwa hawaamini kama Simba wanaweza wakafungwa, kwa sababu tunaizungumzia timu ya Azam ambayo imesare mara nyingi, lakini pia imefungwa kwa mechi za kimataifa. So watu wengi walitarajia kwamba maybe
wanaweza wakakutana na ile hali ambayo imetoka kuwapata katika siku chache zilizopita. Lakini imekuwa ni tofauti na vile ambavyo ilikuwa matarajio, na nadhani pia hata kwa Simba pia nadhani kama wali relax kwa kiasi fulani. Ni kweli, lakini Azam ni timu kubwa. Ni timu kubwa. Na mara kadhaa pia tunaonaga pia wanawakalishaga hizi timu kubwa. Lakini unajua ukitazama mfano head to head kwa Simba na Azam, Simba wamemfunga mara nyingi zaidi. Kabisa. Na hata ukiangalia ni kama mfano tunaweza tukasema kwamba kwenye mchezo wa mwisho hivyo kutana, nakumbuka walisare mabao 2-2. Ina maana kwamba ni kama wanatoshana. Na siku ya jana pia unaangalia ni kuna baadhi ya makosa ambayo yaliwagharimu Simba, kwa sababu ukiangalia ni kama ukiangalia mfano possession ni kama walikuwa half to half, kwamba nusu kwa nusu, kwamba wametoshana uwezo, lakini mbinu za makocha ndio zimeamua mchezo, lakini pia zimezidiana kwa namna fulani. Kwa sababu tukizungumza mfano kwa upande wa Selemani Matola, tunazungumzia kocha ambaye alikuwa ni msaidizi, lakini at this time amekuwa kama kocha mkuu kwa sababu ya kocha kutokuwepo. Lakini tukimzungumzia pia kocha Ibenge, ni moja kati ya makocha bora zaidi Afrika, watu wengi wanajua. Lakini pia huenda pia Simba walikuwa wamejiandaa kwa sababu wanakwenda kukutana na kocha ambaye ana mbinu nyingi, na ameshakutana nao pia mara nyingi, lakini pia ameshacheza mechi nyingi. Kwa hiyo nadhani pia kitu ambacho kimekosekana siku ya jana ni namna ambavyo tu wachezaji kuzi-convert nafasi kuweza kupata mabao. Though kulikuwa na mchezo mzuri, lakini kitu kikubwa zaidi ni nafasi au uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa sababu kama pale teamwork ikikosekana, nadhani kinachopatikana sasa ni nafasi ya mchezaji mmoja mmoja kuweza kuchukua nafasi, lakini pia kufanya vizuri. Kuna watu wengi sana wiki iliyopita walisema kwamba kocha Matola anafaa kuwa kocha mkuu except jana wamemkataa. Lakini mchezo wa jana pia umebadilisha kidogo matumaini, au umebadilisha ile tamanio la mashabiki walio wengi, kwa sababu kama unavyojua most of people watu wengi wanazungumza kupitia mihemko, na ni kitu kibaya kama viongozi wa timu watafanya maamuzi kwa kuzingatia mihemko. Kwa sababu kama utafanya maamuzi kwa kupitia mihemko, maybe unaweza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Ndio. Kwa sababu ukizungumza mfano kwenye kikosi cha Simba, though katika mchezo uliopita wamefanya vizuri, lakini haitupi guarantee kwamba huenda mbinu hizi zinaweza zikawasaidia kufika mbali zaidi. Kwa sababu ukizungumza kupoteza mchezo ni kitu ambacho ni kigumu zaidi. Na ukiangalia mfano katika michezo mitano wameshinda 4, wamepoteza mchezo mmoja. Na saizi mfano ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu, unaona kwamba hata wapinzani wao na wenyewe au mahasimu wao wako mbele zaidi. Na ukiangalia mpaka saizi wamecheza mechi 6, lakini wameshamfikia mtu ambaye amecheza mechi 10, ambaye yuko pale juu kabisa, JKT Tanzania na pointi 17. Sasa unaona jinsi gani ambavyo competitors wao yuko serious. Ina maana kwamba hiki pia ni kitu ambacho kinahitajika kwa Simba. The first time tuliona Simba wako serious kwa usajili, lakini pia tukaona kama kuna kitu ambacho kinaweza kufanyika, lakini at this point nadhani kuna kitu fulani hivi kana lega na huenda pia kakaweza kufifisha yale matumaini ya kupata ubingwa kama wataendelea hivi, au kama hakuna mbinu au hatua madhubuti ambazo zitachukuliwa ili kuwa serious kidogo. Sababu hata msimu uliopita mambo yalianza hivi baadaye ikaonekana kabisa unapoteza pointi hivi. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba wanatafuta mbinu ambazo ni nzuri, lakini pia wanasajili makocha au meneja ambaye anakuwa ni bora zaidi kimbinu. Lakini tukizungumzia kwenye upande wa makocha, licha kwamba makocha ubora wao pia unaweza ukathibitisha, lakini pia unaweza ukathibitisha ubora wao, lakini pia hata wachezaji pia wanapaswa kuwa bora kwa namna fulani. Tunadhani tutakuja kuzungumza vizuri kwenye mechi zinazo kwenye Spotify, si ndio? Lakini pia tumeona siku ya jana Young Africans wameweza kushinda, wamefanya vizuri. Goli la Dube pia limefanya vizuri, lakini pia kupitia La Liga Madrid siku ya jana bwana wameweza kupigwa na Celta Vigo
bao 2-0. Nadhani matokeo ya hizi mechi tutakuja kujua vizuri, lakini pia bingwa mtetezi bwana Napoli kampiga Juventus bao 2-1. Nadhani hizo ni moja kati ya taarifa ambazo tulikuwa nazo weekend tulikuwa tunachezea 2-1 2-1. Kuna mtu kapigwa kama Simba, kwa hiyo naona zipora anatafutia shida. Mimi nimezungumza vizuri tu kwa weekend hii ilikuwa ni 2-1. Yaani Fabi hata hawezi kujificha. Simba necessary. Yaani Simba sasa hapo tu kumuuliza Fabi, yeye Fabi timu gani? Mimi sina timu. Serious kabisa. Watu wengi wanaweza siamini, lakini tunaangalia ubora na kile ambacho kinaonekana uwanjani. Yes. Kama ukishindwa kushow up pia. Ila Yanga na dakika za jioni kwa nini? Dakika za jioni kwa sababu ya mtu ambaye wamekutana naye au timu ambayo wamekutana nayo, kwa sababu ya uzoefu, lakini pia tunajua unapoingia uwanjani uwezi unaingia na matukio matatu: kushinda, kufungwa huko sare. Sasa inapotokea umepoteza, ina maana inakuwa ni changamoto. Though tunaona hata Ijumaa nilisema ili kwamba Yanga wanaweza wasicheze mchezo mzuri, lakini hawezi kukuachia pointi 3. Na wanapambana nazo hizo. Yes, na ndicho ambacho tunakiona dakika 87 siku ya jana mbele ya Prince Dube. Unaona ni watu ambao ni wachezaji ambao wameiva ile commitment na wanajaribu kuonyesha kitu chao kizuri zaidi. Haya, Spotify baadaye. Asante sana. Shukrani sana Fabi. Lakini tushajua. Naona anatafutia shida. Anakutafutia chai ya asubuhi. Sawa. Asante sana. Jogoo anapowika anaashiria kumekucha. Hizo honi unazozisikia zinakukumbusha juu ya safari uliyoanza na huna budi kuimaliza. Arusha, Shinyanga, Mwanza, Bukoba, Mbeya pamoja na Mtwara, na nilikuwa ninazisema hapa, lakini ukipita pia kwenye page zetu za Instagram pia na sehemu nyingine pia utazipata. Lakini nambari yetu ya simu ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0738746746. Sasa dakika 21 sasa hivi tunarudi kwa ajili ya Shiro. Na Shiro siku hii leo bwana ni Maya Angelou. Yes, ni mwanaharakati moja kati ya mwanaharakati mkubwa sana wa Black America. Alikuwa amezaliwa kwa Amerika, mwanamke, lakini alikuwa akifanya vitu vizuri sana kupitia mambo ya sanaa. Na nimekuja kugundua kuna kuna connection kubwa sana kati ya wanaharakati na sanaa kabisa. I think sanaa ni wigo mpana sana ambao watu huwa hawauchukulii tu kwa mapana, wanauchukulia kama issue entertainment, lakini kuna uwezo mkubwa sana kupeleka ujumbe kwenye jamii kupitia sanaa. Kama ni kuimba au kuandika au mashairi vipi. Yes, lakini Maya alikuwa anatumia mashairi pamoja na kuandika vitabu na hata sanaa kwa ujumla, kuimba pia. Na hata ukiangalia sasa hivi pia hata wanaharakati wengine ni artists. Kwa sababu artists inakupatia uwanja wa kupeleka habari au taarifa ujumbe fulani bila kutumia nguvu. Unajua sanaa tu inajieleza. Inajieleza. Unakuta sanaa michoro, mtu anachora hapo, lakini ujumbe huo ushafika, anaimba, anafanyaje. Kwa hiyo tukitumia sanaa vizuri, kuna namna tutaweza kukomboa jamii, na ndicho ambacho Maya alikifanya. Huyu bwana alizaliwa tarehe 4 Aprili. Watu wa Ariza tunawaita viongozi wazuri sana. Lakini alifariki Mei 28. Kwa mambo mengi aliyafanya, lakini leo tuko na makala yake maalum kabisa kwa ajili yake. Upate kumsikiliza Maya ni nani, lakini alifanya vitu gani. Mimi baadaye tutakwambia kidogo alichokifanya baada ya wewe sasa kusikia kwa undani Maya Angelou. Na huyu sasa ndio Shiro wa leo kituoni. Huyu alikuwa sauti ya pumzi ya dunia, mshairi aliyegeuza maumivu kwa mashairi, mwanaharakati aliyeinua kizazi kizima cha wadhulumiwa. Alizaliwa kama Marguerite Annie Johnson, lakini ulimwengu ulimtambulisha kama Maya. Jina lilikuwa sawa na uhuru, uthabiti na uzuri wa roho ya mwanadamu. Kupitia kumbukumbu zake, mashairi yake na hotuba zake zenye hekima, Maya Angelou aliandika si tu historia, bali tu historia ya watu waliosikika na akawa taa yenye mwanga usiozimika katika safari ya haki na usawa. Ni mwanamke ambaye maneno yake yamevuka mipaka ya wakati, yakibeba ujumbe wa kujiamini, kukabiliana na maumivu na kuinuka tena kwa nguvu mpya, hata pale dunia ilivyojitahidi kuangusha. Kwa kifupi, ni chini ya jina
juu ya hadhi, na ndiyo maana dunia bado inasoma, inasikiliza na inamkumbuka. Katika historia ndefu ya fasihi na wanaharakati, jina la Maya Angelou linang'aa kama taa ya mwanga alfajiri, mwanga ambao hauzimiki wala haujifichi nyuma mawingu ya nyakati. Alizaliwa mnamo Aprili 4 mwaka 1928 huko St. Louis, Missouri. Maisha yake ya utotoni hayakuwa mazuri wala mepesi. Maumivu, mapito, ukimya na kupotea. Akiwa na umri mdogo alilazimika kukabiliana na tukio la unyanyasaji lililomvunja moyo, lakini lilimfundisha na kumwongezea nguvu ya kusimama tena. Kutokana na mshtuko huo, Maya aliingia katika kipindi cha ukimya wa miaka 5. Kipindi ambacho aliamini sauti yake ilikuwa chanzo cha maumivu, lakini kimya hicho kiligeuka kuwa shule ya hisia, hekima na utafakari wa kina. Katika kimya alisikia dunia ikiongea, aliwatazama watu akaona tabia zao, huzuni zao na tamaa zao. Na alipotoka kwenye ukimya hakutoka tu kama mtoto aliyepona, bali alitoka kama mwandishi aliyezaliwa upya, mwenye uelewa wa kina wa kibinadamu. Mwaka 1969 Maya Angelou aliandika kitabu kimoja kilichomfanya kusikika dunia nzima, I Know Why The Caged Bird Sing. Ndani ya ukurasa wa kitabu hicho kilichoandikwa maumivu yake, safari yake, hasira yake na furaha yake, lakini zaidi ndoto ya uhuru wake. Kitabu hiki kilikuwa zaidi ya kumbukumbu. Kilikuwa hakika mtazamo mpya kuhusu maisha ya watu weusi, hasa wanawake. Kilikuwa ukombozi wa sauti zilizonyamazishwa na mifumo ya ubaguzi na dhuluma. Maya Angelou hakuwahi kuandika kwa ajili ya sifa. Aliandika kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya moyo wa mwanadamu na kwa ajili ya ulimwengu ambao unahitaji sauti na ujasiri. Huyo ni mwanaharakati, mshauri na mwalimu wa dunia. Bali na uandishi, alikuwa mwanaharakati thabiti. Alihusiana na mabingwa wakubwa wa harakati za haki za binadamu kama Dr. Martin Luther King Jr., Malcolm X. Alifanya kazi katika harakati zao, akitoa sauti, nguvu, hekima yake katika mapambano ya haki, usawa na heshima kwa mtu mweusi. Alikuwa ni mshairi wa mapinduzi, akisimama kwenye majukwaa makubwa na kuimba sauti za waliojeruhiwa, waliochoka na waliohopea. Moja kati ya misamiati au fasaha kutoka kwake mwanamama huyu, kuna neno moja alipenda kulizungumza wakati wote: Still I Rise. Hata hivyo anaendelea kuinuka. Hapa Angelou anatufundisha kwa hakuna huzuni, hakuna ubaguzi, hakuna kizuizi kinachoweza kuzima ari ya kuendelea mbele. Nothing can dim the light that shine from within. Hakuna kinachoweza kuzima mwanga unawaka ndani yako. Anasisitiza juu ya uthamani wa utu, kipaji na imani binafsi. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. Huenda tukakutana na kushindwa kwingi, lakini hatupaswi kushinda. Ni wito wa uthabiti, kuona kila changamoto kama ngazi ya kupanda juu. Courage is the most important of all the virtues. Ujasiri ni sifa muhimu kuliko sifa zote. Ni kwa nini dunia inamkumbuka Maya Angelou? Alikuwa sauti ya wasio na sauti. Aliandika kwa niaba ya vizazi vilivyoteswa, vilivyodhalilishwa, vilivyofichwa nyuma historia. Alitoa sauti kwa wanawake, watu weusi, masikini na wale waliopigana vita vya kimya kimya. Alibadilisha fasihi ya dunia. Maandishi yake yalileta mtazamo mpya na simulizi za watu weusi, hasa wanawake. Alivunja ukuta uliotenganisha fasihi kuu na fasihi ya watu waliotengwa. Alikuwa mwalimu wa mamilioni. Alifundisha dunia kupitia vitabu, hotuba na ushairi. Alifundisha kujitambua, kujitathmini na kutathmini maisha katika kila hali. Alikuwa mfano wa kuinuka baada ya kuanguka. Safari yake kutoka unyanyasaji, ukimya, ubaguzi na umaskini, kuwa msanii mashuhuri duniani na ushahidi kuwa maumivu ni mwalimu, si mwisho wa safari. Urithi wake haubadiliki. Vitabu vyake, mshairi wake, hotuba zake na mafundisho yake vinaendelea kuwa sehemu ya mtaala wa shule na vyuo vingi kote duniani. Ameacha mwanga ambao hata karne hazitaufifisha.
Huyu ni Shiro Maya Anglo. Mimi naitwa Fabiola Bosco. Haya. Shiro siku ya leo. Msikia? Alifanya makubwa by the way. Yeah, sana. Mpaka tunamtambua leo kwenye Shiro, jua kuna kazi kubwa aliyoifanya, na it's a good thing pale ambapo wanaharakati wanapokuwa kitambuliwa, especially wanaharakati wanawake, kwa sababu kuna vikwazo vingi sana vya wanawake kufanya mambo wanayofanya, lakini ukiona mpaka kuna mwanamke alifanya makubwa hayo kwa kupitia sanaa yake, kwa kupinga ubaguzi, kwa kuhamasisha vitu chanya kwenye jamii, basi ana haki ya kutambulika. Ya, ni kweli. Moja ya kitu ambacho nimeona katika history yake ni kwamba alitoka kwenye familia ambayo ilikuwa na changamoto, sana, familia yenye migogoro. Tumetoka kuongea muda si mrefu hapa kuhusiana na changamoto nyingi sana ambazo wanakabiliana nazo watoto, mpaka tunaona barabarani, tunaona mtaani, kutoka na migogoro ya kifamilia. Wapo ambao wanaichukua hiyo migogoro ya kifamilia kama stepping stone, lakini kuna ambao migogoro ya familia inawamaliza. Yani inawaumiza na inawamaliza kabisa mpaka kurudi kwenye mstari na kwa ni mtihani. Lakini kuna wengine kupitia changamoto hiyo ndio hao tunawazungumza hapa. Kwa hiyo unaona vile ambavyo familia zinaweza zikakupa pande mbili. Yani zikakuweka mahali ambapo ukawa na pande mbili. Pande mmoja ukaweza kusucceed, pande mmoja ukaweza kufail. Inategemeana sasa. Tunarudi pale. Unachagua vipi? Ingawa pia na neema kukuvusha ndio ambayo inaamua. Yeah. Na uliongelea pia kuhusu mtu wa ndani. Nadhani sijui ni watu tunatofautiana, au ni malezi au jamii, lakini kuna watu pia hapati nafasi ya kwenda kanisani, hapati nafasi ya kushauriwa sana, lakini tu yeye mtu wake wa ndani yuko very strong. Yani anakuwa tu ameumbwa hivyo. Regardless of what anakutana nacho kwenye jamii, lakini bado anatoka kuja kuwa mtu bora kabisa kuliko hata maana kuna hao watu Rose wana vyote, wana wazazi waliowasomesha, wana sehemu nzuri walizopelekwa, wana exposure, wako na pesa, lakini bado ukiwakutana nao kwenye ni hopeless kabisa. Tofauti na mtu ambaye labda hata kupata vyote. Mimi naona ni hatima ndio inaamua. Hatima ya mtu. Hatima ya mtu. Ndio ambayo inamuamulia. Kwa kama destiny. Wewe mtu fulani hivi hatari sana. Kuna siku basi tutakuleta hapa utupatie hilo somo ili tuweze kwenda kujua tunaishije na watu wetu wa ndani. Au unasemaje? Mimi tena? Tutamtafuta mwana saikolojia. Mimi nimetoa maoni yangu. Wewe umesema kitip tu. Nikasema kwamba destiny ya mtu ndio pia inaumuamulia, kwa sababu asikwambie mtu. Ndio maana wanasema hata mtu ambaye anapigwa sana na mambo ni kwa sababu ya kile kitu alichokibeba. Kinamvutia. Ndio kinachofanya mpaka anakuwa na mshike. Unajiuliza kwani mimi nina shida gani? Lakini ukija ukiangalia ni ule ukuu uliopo, ndio unajaribu kwamba kama vile unafifishwa, lakini kwa sababu kuna hatima iko pale, ndio unaona mtu ana raise again. Hivi unajua kuna namna mtu ukiwa na hicho unachokisema wewe, watu wanakuwa threatened. Unajua kuona mtu unafanya kitu, umeingia tu in a room ukisema naye ni hicho ulichokibeba. Kumbe wala kwa hiyo usichukie, ni hicho ulichokibeba. Sawa. 102.5 Malkia Choice FM, Dar es Salaam. Come check this. Haya ndio makutano ya Malkia wasiopoa. 102.5 Malkia Choice FM, Dar es Salaam. Chukua tip Malkia. Ruksa kushia na majirani. Good morning my neighbor. Sisi hatuna choyo na haturingi wala nini. Tulia tukupe bakshishi. Lako hilo. Tuko kwenye muda kupeana bakshishi. Uzuri wa kituoni bwana ni kwamba kila kitu unapata. Ni package ambayo iko imejaa. Yaani kituoni utapata habari, kituoni utapata taarifa kwenye magazeti, tutakupatia sijui quote of the day. Kituoni hapo bwana utapata story, vipi utapata nini, kumjua shujaa fulani hivi. Yaani utapata confession, lakini pia tutakupatia pia tips za kusurvive. Unajua mimi bakshishi watu wanaichukua tofauti, lakini mimi nakwambia hizi huwa ni tips
za kusurvive Yeah, kwenye mazingira haya. Yaani kwamba niko kwenye mazingira ambayo labda upatikanaji wa kitu fulani sio mzuri, lakini hicho nilicho nacho unakifanyia vipi ili kikuletee faida, ndo bakshishi yenyewe. Na leo kwenye bakshishi, kwa sababu tuko kwenye mwezi fulani ambao watu wananunua sana vyakula, watu wanafanya shopping ya vitu vingi. Sasa unajua ukiwa unafanya shopping ya vitu vingi, especially ya vyakula, kama haujui njia ya kutunza, vitakuharibikia, afu mwisho siku utakuwa umepata hasara. Kwa hiyo nikasema kwenye hichi kipindi cha watu kununua manunuzi ya vyakula tofauti, hebu tujifunze basi unawezaje wewe kutunza vitu vyako visiharibike. Tupeane hizo njia za kupreserve. Lakini pia kabla sijakwenda kutoa tips zangu mimi, nijue pia tips za wasikilizaji. Huwa watu wanafanyaje mpaka wanatunza vitu visiharibike, especially vitu kama nyanya, umeona, carrots, najua vitu vingine kama viazi, vitunguu havina shida sana. Kama vitunguu vinaokoa. Vitunguu bana vina save sana. Yaani unaweza kuvitumia na kuvitumia as long as uviweke tu sehemu ambapo havitakuwa vinapata unyevu ili visioze. Lakini the rest unavitumia mpaka unasahau Yes, kwa hiyo watu watutumie njia zao za kutunza vyakula kupitia namba yetu 0738746746. Utuambie unatunzaje wewe, trick yako ni ipi? Nishawahi kwenda kwa wifi yangu mmoja akanifundisha jinsi ya kutunza vitu kwa kutumia mifuko ya plastic na tissue. Vitu kama nyanya, vitu kama hata mboga za majani. Yaani unajua hata mboga ya majani unaweza kaisave takriban wiki 2 wiki 3 na isiharibike kabisa. Yaani cha kufanya ni kwamba kinachosababishaga vitu vingi vinaharibika, ingawa tunatumiaga majokofu kwa ajili ya kutunza baridi, lakini hata kule kuna unyevu. Kwa hiyo ukichukua let's say mboga zako za majani umeziandaa vizuri, zikatekate vizuri, unaweza kutumia magazeti au kama una tissue zile kubwa unaweza kuzitumia. Kwa hiyo ukiziweka kwenye yale magazeti na zile tissue ukafunga vizuri, hazina unyevu kwenye container, ukaweka kwenye mfuko wa plastic ambao haupitishi hewa, ukaiweka labda kwenye container, wiki 2 wiki 3 ile mboga ipo. Asa imagine kama mtu ambaye anaweza kupreserve mboga ya majani. Wewe kiboko. Unadhani carrot inakuaje? Kwa hata inakaa muda mrefu. You can do that. Unaweza kufanya trick, unaweza kutafuta plastic bag. Hizi plastic bag mara nyingi zinapatikana kwenye supermarkets. Au vipi, lakini tafuta magazeti, tafuta tissues kubwa zile, funga vitu na make sure havina tu unyevu. Hata kama imetokea umeviosha, vikaushe, afu viweka kwenye yale magazeti, weka kwenye hizo plastic bag, weka kwenye fridge. Unakaa muda mrefu sana. Miezi 2, mwezi, wiki 2 limaanisha 3 mwezi inatoboa. Na unajitahidi pia unatafuta vitu vizuri. Unajua wakati mwingine pia mtu anachukua kitu tayari kwanza labda kilishajikalia huko, au kuna namna kutunzika nacho pia ni mtihani. Unaona karoti tu na kuvutia hivi, kumbe ile ukiweka tu siku moja inaanza kubonyea. Umeona? Kwa lazima uangalie na hiyo bidhaa imetoka wapi. Kuna baadhi ya maeneo wanasifika kwa vitu vizuri. Umeona? Anakuambia hii ni ya wapi, atakwambia hii ni ya sehemu fulani. Hii hapa na sehemu fulani yao. Unaona kabisa hii bana itatunzika muda mrefu na nini. Unaitunza vizuri. Lakini wengine ambao naona huwa wana preserve nyanya labda kwa mfano, unakuta mtu anaamua tu kuiblend nyanya na karoti kabisa. Alafu anaweka kwenye package zake akiwa ameblend, alafu ana blend kabisa. Kwa hiyo kinachotokea yeye akija kama anataka kuunga tu labda mchuzi wake sio nini, ni kitunguu tu ambacho nacho pia kinakaa muda mrefu. Alafu anachukua ile container yake ambayo anajua mimi nachukua napika mchuzi kupitia container ambayo labda ina size hii inanitosha, bali hii ni wastani wa nyanya 3 au nyanya ngapi, anaichukua tu ile anarudi tena. Yaani mtu anachokifanya ana blend hizo nyanya zake, mwingine ana blend na karoti kabisa humo ndani. Akishamaliza anaziweka kwenye package kidogo ambazo anajua hii nitatumia Jumatatu, hii nitatumia Jumanne, nitatumia Jumatano. Anakuwa na package. Umeshaona? Kwa maana ya kwamba anachota, anaweka kwenye portion ambayo anajua hii inanitosha kwenye mchuzi wangu wa leo.
alafu ana freeze. Akijua leo ndio leo Jumatatu naenda kutumia, anaitoa. Akishaitoa basi ujue ndo ataitumia, zile nyingine zinaendelea, kwa sababu ukiweka yote sehemu moja zipora, ikija kwenye saa unataka kuitumia inabidi freeze yote. Alafu kutoka hapo unarudisha tena kwenye fridge, unajua sio nzuri, inaharibika. Kwa hiyo anachukua ile portion ambayo ndio anaitumia. Hata wengi ambao wanapika anachemsha maharage ya kutosha, unafanya anachokifanya na freeze yote kwa wakati mmoja, sio kweli? Anaweka kwenye portions ambao anajua hii ndio portion hii ni portion ya nusu kilo, hii ni robo kilo, ndo anaitumia hivyo. Kwa anakuwa huyu mtu anakuwa na portion nyingi. Ndio ile sasa mwingine anaweza kaamua akachukua hizi disposer, si ndio? Ni mwendo huo. Au akachukua hizi plastic bags ambazo umesema zinauzwa supermarket za kufunga zile za ambazo unazianzika, ndio anaziweka kule. Anajua hii bwana ni ya size ya kuingia maharage robo kilo, anaweka. Wanachokifanya tu anachukua tu kijipakeji chake, anakitengeneza, watu wanakula, wanasahau. Niliona pia Wamarekani wanatumia njia ya kutunza mikate. Kwamba hadi mikate wao wanaifreeze. Ikanishangaza sana, nikasema okay, licha kwamba sisi huku tuna njia zetu kama kutumia moshi, kutumia chumvi. Unajua Zabe pia wanatumia sana chumvi kwa ajili ya kupreserve vitu kama nyama, samaki. Lakini pia unaweza ukakausha kwa kuoka au kwa kubanika. Lakini njia ambao wazungu pia wanaitumia sana kupreserve mikate. Unajua hata mikate huwa inaharibika sana. Kiweka tu hapo siku 2-3 unakuta imeshaharibika. Lakini wao wanachokifanya ni kwamba wao wanaiweka pia na wao kwenye freezer. Yaani hadi mkate wanautunza kwenye freezer. Kwa hiyo wanaufreeze, siku akitaka tu kutumia na utoa na unakuwa fresh kabisa. Lazima kwenye freezer lazima utakuwa tu fresh. Kwa nikasema okay, kumbe ni mikate na watu wana freezer. Kama yani hadi watu wao, kwa sababu unajua nchi za magharibi ni magharibi kule, Marekani, ukanda ule kule. Maki sisi huku si ndio East Africa, magharibi kama tuna West, lakini kwa wazungu mabara ya Ulaya wanatumia sana mikate. Sana mikate ni chakula chao kikuu. Kwa hiyo sisi huku tutumia sana mikate kwa sababu sio chakula chetu kikuu, lakini pia tunaweza tukatumia hiyo njia kufanya preservation pia. Kama mtu una mikate au una labda maandazi, kwenye chapati hapo sina uhakika, lakini sana mkate pia unaweza kutumia njia ya kupreserve kwa kutumia freezer pia. Na namna pekee mfano kama maandazi yako ambayo labda yamelala, si ndio? Au pengine ndo uliweka kwenye fridge na ubaridi. Unajua uwezi kusema namna ya kuyapasha ukasema ngoja ni yafanye kama narudisha kwenye moto kama nini. Unajua uwezi fanya hivyo. Ukiongea utasema sasa unalipashaje? Kwa sababu kinacho cost watu pia kwenye vitu kama hivyo kwenye ni namna kuvipasha, si ndio? Kama una microwave, ukiliweka lenyewe plain litakakamaa. Yaani ile andazi uliweka kwenye microwave litakakamaa, hata chapati. Unachotakiwa kukifanya, unaweka maji kwenye kikombe chako cha dongo pamoja na ile chapati pembeni, afu unazungusha. As long as yaani unachokifanya unataka upashe chapati au andazi ambalo labda lina baridi, si ndio au uliweka kwenye freezer ama ndio lilipoa labda lilikuwa la jana na vitu kama hivyo, si ndio, ili uweze kulila kama as fresh. Chukua kikombe chako cha maji, weka kwenye ile sahani la kuzungushia kwenye microwave kwa mfano unatumia. Na hiyo unachokipasha lazima utaweka kwenye sahani, si ndio? Unaweka na hicho kikombe chako chenye maji. As long as hichi kinapata unyevu, mvuguvugu, mvuke, unafanya na lile andazi lako ama chapati ama nini nayo pia inakuwa laini ukiitoa pale. Ukiliweka lenyewe kwa sababu litazunguka pale linakakamaa kutokana na ule moto. Lakini yale maji yanapopata moto si yanatengeneza joto mule ndani. Kwa hiyo inafanya ile nini yako hiyo nitaifanya bwana. Kafanya leo utakuja kuniambia au kesho. Okay, sawa. Basi ndio tunafika mwisho kwa ajili kwenye kituoni leo. Saa ni kamili hapa Agi atakuja kwa ajili ya habari kwa ufupi, na sisi bwana hatuna ziada. Tutakutana tena hapa napo majaliwa siku ya Jumatano mapema kabisa. Na jina langu naitwa Zipora na niko na ndugu yangu hapa Rosemary Goda. Na kwa nini nimecheka? Kwa nini tusicheke? Kwa nini mcheke? Ngoja tuanze. Mnishirikishe. Kwa nini tusicheke? Mnishirikishe kilichochekesha. Baadaye. Tutakushirikisha. Ngoja